Kero ya kwanza kabisa ni barabara za mitaa. Kwa kweli imekuwa changamoto kubwa sana. Tunapozungumza hapa ni makao makuu ya wilaya, lakini ukipita huko mitaani barabara zote ni chafu tena mno. Lakini kero ya pili ni kuhusu wakulima. Kama mnavyofahamu Mheshimiwa Mbunge, Ludewa robo tatu ya wananchi ni wakulima. Wananchi hao wanalima mazao, lakini hawana soko la uhakika. Leo unaweza ukakuta mahindi yanauzwa 3,000, kesho unakuta yanauzwa 5,000, yanaenda mpaka 10,000, yanarudi tena 2,500. Kwa hiyo soko kwa wananchi limekuwa sio la uhakika. Lakini kero ya tatu ambayo wananchi wanapambana nayo sana, japo kwa ziko nyingi na nyingine utazipata toka kwao, ni adha kubwa ya umeme. Mheshimiwa Mbunge, tunashukuru unapigania baadhi ya vitongoji viweza kupata umeme na vingine bado, tunajua tutapata sio muda mrefu. Lakini hata hivyo Ludewa tulio wengi hapa tunategemea umeme. Mashine zile za mafuta tulishaziacha muda mrefu, lakini umeme wetu umekuwa sio wa uhakika. Kero nyingine ni kero ya maji. Tunapozungumza kwamba maji yapo, ni kweli maji yapo, tunashukuru, lakini hayapo sehemu zote. Tuna maeneo ambayo hayana maji kabisa, hayana bomba. Mheshimiwa Mwenyekiti, tuna mlundikano mkubwa sana katika shule yetu ya Chief Kidulile. Hatuna bwalo la chakula. Shule hii inayofanya vizuri kwa kweli, watoto wanakula chakula nje. Kero ya pili Mheshimiwa, hatuna mabwaro. Hivi ninavyozungumza, mtoto mmoja alihama toka Chief, alihamia huku Manda kwamba anataka akakae bwenini, anaona akikaa huku hasomi vizuri, nyumbani wanamsumbua. Mtoto yule alipotea, tumemtafuta siku 3, amepatikana jana katika mazingira magumu katika kata ya Rupingu. Kero nyingine Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, tumejenga kituo cha afya katika kata ya Ludewa kwa nguvu za wananchi. Nashukuru sana halmashauri ilikuwa imetusapoti. Kile kituo tayari tumeisha kiezeka, lakini kwa sababu kile kijiji cha Ludewa K hakina huduma kama hiyo, tunayo zahanati ndogo tu ya kanisa la Anglikana. Tukaomba ifunguliwe kama iwe zahanati iweze kuhudumia wale wananchi wa kijiji chote pamoja na ile shule yetu ya Ludewa kwanza. Lakini halmashauri tulipanga bajeti, labda mkurugenzi atakapopata nafasi atusapoti tumalizie mle ndani ili iweze kutoa huduma. Kero nyingine ni ile barabara inayokwenda kule kwenye shule ya vipaji. Kwa kweli barabara ile sio rafiki. Watoto wanapata tabu, walimu wenyewe wanapata tabu sana. Na hivi inavyonyesha mvua, yawezekana wakawa wanachelewa kufika shuleni. Kero ziko nyingi Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, lakini nyingine ndo ameongea kama vile mwenyekiti wangu wa kijiji. Lakini kubwa zaidi, shule ya Kimbila na pia inazidio la wanafunzi. Tumejitahidi sana mpaka tofali tulianza kufyatua, lakini tatizo tulitaka ile shule ya msingi tukajenge maeneo haya ya Nyamapinda na huku Mdonga, lakini tatizo yale maeneo ni ya watu. Tunapojaribu labda tukae tulipe fidia, gharama wanazozipanga zinakuwa ni kubwa. Tumefika hata kwa mkurugenzi waweze kutusaidia, wanasema bado wanaendelea kutafuta fedha. Shule ya Kimbila nayo ina watoto wengi karibu 1,000. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba tupate shule nyingine ambapo itawapu wale wa Mdonga na Nyamapinda watabaki kusoma kule. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, nina ombi langu la vibanda, na mimi ni mlengwa wa hivi vibanda hapa, ni mfanyabiashara wa hivi vibanda. Kwa kweli tunaomba hii kodi mliotupangia kwa kweli ni kubwa. 25,000 ni kubwa. Uchumi sasa ni mgumu sana. Yaani mtu unashinda kutwa nzima, hufanyi biashara, unaangalia tu macho. Unakuta watu wanapita tu, hatuna hela. Unafunga banda, kodi kule unadaiwa. Kwenye vitongoji humo, haya mambo tunayosema tunaomba utekelezaji.
huku wanaeleza hivi, kero zimekuwa nyingi, lakini tunaomba utekelezaji. Kanisa B barabara ni mbaya, tunaomba tu. Huku tunasema lami ni hela nyingi sana, lakini huku kwenye vitongoji wananchi wetu tupate la, hata zile tu kifusi cha kokoto, watu wakipita ni kwa la, hata bodaboda zinapita, bajaji zinaenda, wananchi tutakuwa na furaha tukiwa tunasubiria hayo mabilioni huko ambao saa hizi picha zinatuma wenye simu kubwa nini, lakini mtujali kwanza huku pembeni na huku mkiwa mnahangaikia. Majina naitwa Godfrey January Lugombe, mkazi wa kitongoji cha Kiombo. Ametoka mjumbe wa kwanza, amezungumzia korongo. Na pia ana Kiombo kuna korongo moja nimewahi kutulea maafa kweli, na mtoto mmoja kumpoteza kwa hilo korongo. Inapatikanika barabara hii ya kuteremka kuelekea kwa Loga Shababu. Jamaa anaonekana. Na mpaka sasa nadhani mbunge aishai kutusaidia, tulipanga hadi mfuko sasa hivi limeporomoka, zinazidi kuharibu zaidi. Hiyo ya kwanza. La pili, hilo mimi nilikuwa na niombi, najua wote nyinyi ndio wakuu wetu wa wilaya wote wa urithi. Juu ya upande wa usafi. Usafi wa mwisho mwezi unatambulika. Lakini bana usafi inatokea dharura tu, yani viongozi wamefika kwa ajili ya kupitia kwenye maeneo labda kuna taasisi sijui nini. Hawajajiandaa na maji yenyewe yarudewa maji hatuna, maji pale madogo sana. Wanafika wanatoka faini kwenye mataasisi kwamba maji hamna, fika pale sijui vyoo vichafu havina maji. Elezwa siku niliyoapishwa tu, siku ya tarehe 6 ya mwezi wa 9, ni mgogoro baina ya Ibumi na Ludewa kijijini. Ibumi Masimavala, Ibumi na Amani. Nikaambiwa mgogoro mwingine kati ya Njelela na Mavanga. Lakini nilivyo hiyo ni hapa barabara yenyewe Ludewa sijui, na sijapata hata gari ya kwenda Ludewa baada tu ya kuapishwa. Kati ya vitu nilivyokabidhiwa, nilipofika wilayani, takribani 80% ya vijiji ikawa swala la mgogoro. Nilianza kwa mazungumzo kwa sababu kuna mchakato ulikuwepo baina ya Ibumi na Ludewa kijijini. Walikuwa wameteua wajumbe 9 kutoka kwenye kila upande, wakaenda wakajifungia, lakini mazungumzo yale hawakuelewana. Nilichoamua nikasema kwamba wataalamu, naomba mle kimya, tunaelekea kipindi cha maandalizi ya mashamba. Palipo na mgogoro hakuna mtu ambaye atavuka mpaka kwenda upande wa pili kwa ajili ya kulima au kufanya shughuli nyingine. Hayo sikusikia na wala sikuona kwamba kuna mwananchi yoyote wa wilaya ya Ludewa ambaye amezuiliwa kwenda kufanya shughuli yake nyingine yoyote katika kijiji kingine. Na nilichokuja kugundua ya kwamba wako wengi ndani ya Ludewa K, ukimuuliza huyu mtoto aliyezaliwa baba anatoka hapa na kwamba anatoka Ibumi. Naomba niseme kitu kimoja. Migogoro hii iliinuka sana tukiwa tunaelekea kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa. Na yote ilikuwa imepikwa katika mfumo wa kisiasa. Mipaka inafahamika. Na migogoro hii ni kati ya migogoro ambayo mimi nitakuwa mstari wa mbele kuwa tayari kuondolewa kwenye hii nafasi kwa sababu ya kutokuishughulikia. Kwa sababu migogoro ambayo tunaitambua sasa hivi ni migogoro baina ya kijiji na taasisi. Hiyo ninakimbia hata ukiniambia saa 8 usiku. Mtu na taasisi, kijiji na wananchi, hiyo ni migogoro. Lakini migogoro ya mipaka baina ya kijiji kwa kijiji, mipaka hiyo inafahamika. Na hata wataalamu miaka na miaka wamefanya juhudi za kuwaelekeza watu, kuwajulisha kabisa kwamba mpaka huko hapa. Lakini migogoro hiyo imekuwa ikichangiwa sana na viongozi, hasa wanaowania nafasi za wenyekiti wa vijiji pamoja na vitongoji. Hatuwezi tukawa tunasema kwamba kuna migogoro ikiwa maandalizi ya mashamba yamefanyika. Nikiwa niko hapa Ludewa, sijasikia mtu yeyote aliyedhurika kwenda kufanya shughuli zake upande mwingine. Mama mbele yenu ni mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya Ludewa, kwa majina naitwa Sande Deogratias. Lakini pia nichukue fursa hii kuwashukuru sana wananchi ambao tumejitokeza kuja kusikiliza kikao cha mheshimiwa mkuu wa wilaya, lakini pia kuwasilisha changamoto zetu kama zipo na kero mbalimbali ili ziweze kupata utatuzi. Lakini kama walivyosema wenzangu waliopita, mtendaji wa kata, mheshimiwa diwani, niwaombe sana wananchi wenzangu wa mji huu wa Ludewa,
tunaomba tuwe na mwitikio chanya wa kuhudhuria mikutano, kwa sababu mikutano ndio ambayo ni sehemu mahususi ya kuweza kutatua changamoto zenu, na sisi kama viongozi kuweza kujifanyia tathmini juu ya utekelezaji wa mipango mbalimbali ya serikali. Kwa hiyo niwaombe sana, na sisi kama viongozi tunatamani sana tunapokuwa tunaitisha vikao kama hivi tuone wananchi wapo wa kutosha, ili tuweze kuwapata na kuwasikiliza moja kwa moja kutoka kwenye chanzo ambacho ni halisi. Kwa hiyo niwaombe wale ambao hawajafanikiwa kufika, basi wakati mwingine tufike ili tuweze kutoa changamoto zetu, lakini pia muweze kupokea maelekezo, mipango mizuri na maendeleo ambayo serikali ya awamu ya 6 imeifanya. Inawezekana kwa tunakokaa tusijue, lakini kupitia hapa tunaweza tukajua wilaya yetu imepiga hatua gani, lakini kata yetu ya Ludewa ni miradi gani ambayo imetekelezwa na mambo makubwa ambayo serikali inatarajia kuyafanya. Kwa hiyo niombe sana ili tulibebe kwa uzito, nadhani na ndio dhana pana ya utawala bora. Utawala bora ni mnakutana, mnajadiliana, mnatatua changamoto na mwisho siku tutakuwa na maendeleo ambayo ni endelevu.